Jambo wana wa Mungu. Jambo wana wa Mungu. Ni wakati mwingine nashukuru Mungu kwa vile ameweza kutufikisha mwisho wa hii mwaka. Tumeweza kupatana na changamoto nyingi, lakini Mungu ni mwema kwamba siku ya leo ameweza kutufikisha sabato ya mwisho huu wa mwaka. Kabla tujaanza mahubiri ya siku ya leo, kama vile tunavyojua tunayo huduma ya Pasaka, ni vizuri tuweze kupata ombi na tuombe. Baba, tunakuja mbele zako. Nashukuru kwa ukarimu wako, wema wako. Sisi wote ni wenye dhambi. Tumeshukuru kwa vile ambavyo umeweza kuandaa Pasaka kwa sababu yetu tuweze kujihoji, tuweze kujielewa na tuweze kujua vile tulivyo mbali na wewe. Hebu yale ambayo tutakayosema, tutakaosikia, hebu Roho Mtakatifu aweze kutusaidia, tuweze kukuona na tuweze kubadilika mioyoni mwetu na tuweze kukukaribia hata tunapomaliza mwaka, tuweze kumaliza tukiwa pamoja na wewe. Kwa pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Kichwa cha mahubiri ya leo, japokuwa itakuwa fanya video iweze kuwa mafupi sana. Kichwa kinasema at the same table but different hearts. Katika meza moja lakini roho tofauti. Na kama tulivyosikia, fungu letu la kuweza kujadili ni kutoka kitabu cha Mathayo 26 mstari wa 20, ambayo inasema, now when the even come he sat down with the 12 disciples. Inamaanisha nini? Nafikiri sisi zote tumeshawahi kuwa na wagonjwa wa hali mahututi pahali pote ambapo umeenda. Kama hapa Kenya, mara nyingi tunakubaliwa kwenda ile masaa ya asubuhi, lunch time na jioni. Na ni kitu ambacho nimeona sana sana masaa ya jioni, unapoona mgonjwa ni hali mahututi na unataka kumuona, unaenda hapo, unaimba, unapata chakula na mambo kama hayo. Lakini unapomwangalia zaidi, inaonekana huyu kesho tutafanya nini? Hata Yesu Kristo alikuwa katika hiyo hali. Alijua wakati wake umefanya nini. Na ni sana sana inafanyika kwa wazee, kwa sababu kuna kitu ambacho anataka kufanya ama kukitenda ama kukuambia na hataki kifanya nini tuweze kupita. Kwa sababu Yesu Kristo angekufa kama mambo ya meza ya Bwana ingefanya nini? Sasa zingine tunachukulia tu kula mkate na kunywa nini, lakini nilisema itafanya nini? Sijui, pengine hata juu mbinguni kutakuwa na meza ya Bwana. Sijui, pengine ni jambo ambalo tungeweza kuliangazia zaidi tuweze kujua kama mambo kama hayo itakuwa. Mwandishi mmoja akasema the Holy Communion was is a service. Sioni vizuri. Inasema hivi, the Holy Communion service is one of the heaven's most solemn and soul-searching ordinances. Mwandishi anasema nini hapo? Saa zingine tunaichukulia tu kimzaha. Ni jambo tunafanya kila wakati. Katika hii kwenda tutakuwa na hii na hii na hii na hii. Lakini tunapoangalia haya mambo yalipokuwa ikifanyika wakati Yesu Kristo, alijua kwamba kazi yake imefika mwisho. Na sijui kwa nini hivi tuweze kupanua mawazo zaidi, tuweze kuona mpaka mbingu na nini zote zilikuwa zimefanya nini. Samahani niseme hivi, saa zingine kunakuwa na World Cup. Si tunafahamu wale ambao wanapenda mchezo ama UEFA Finals. Si tunajua haya mambo yote. Na siku ya mwisho kabisa ama wakati wa Olympic, tutaweza kujua nani atafanya nini. Hata hapa dunia ndivyo ilivyokuwa. Sayari zote, kila kitu imefanya nini? Si tafadhali umisi dakika 10 dakika za kwanza 20 ama 40 ama kipindi cha kwanza, lakini simisi kipindi cha ngapi? Kwa sababu cha pili kinakuwa na nini? Kila kitu. Wale wametrain kila kitu, ana apply, wengine wanapiga somersault, kila kitu lazima ifanye nini? Kwa sababu mnataka nini? Si mnataka ushindi. Dunia yote ilifanya nini? Wale wanasema inaitwa Wembley. Hapana, ni ile ya Manchester. Wanasema it's a theater of what? Of dreams. Hata hapa dunia ilikuwa theater
of reality. Kila mtu, sehari zote zilikuwa zimesimamisha kila kitu ziweze kutazama nini. Na ndio sababu tunapokuja wakati wa meza ya Bwana, Yesu Kristo alisema hakuna kitu kingine. Kuna kitu kingine kilifanyika after meza ya Bwana. Let us recollect vile mambo ilivyoendelea. Kuna kitu kingine kilifanyika, lakini ilikuwa a must. Kama vile tunavyokuwa katika hospitali. Huyu mgonjwa karibu lakini kuna kitu ama mama amefanya nini? Nafikiri amunielewi vizuri. We are listening to you. Asante sana. Wakati baba ya Yakobo, baba ya Yusufu ambaye ni Yakobo, alipokuwa anabariki watoto wake, alifanya nini? Alisema siwezi kufa kabla sijafanya nini? Si tunajua vile mpaka vile alifanya mikono na mambo kama hayo. Ephraim alikuwa mkubwa kuliko huyu mwingine, si ni kweli? Kwa hivyo haya ni kati ya mambo ambayo lazima tufanye nini? Tuye tunakumbuka. Ndivyo mwandishi akasema Holy Communion a service is one of the heaven's most solemn and soul searching ordinances. Kama huwezi kuspend hiyo time uweze kujiangalia, ni wakati mwafaka uweze kujiangalia. Mwandishi mwingine akasema hivi, on that sacred night Peter and Judas sat at the same table with Jesus. Sijui kwa nini mambo haya mawili yaliweza kuwa featured katika, kwa sababu kila kitu ingefanyika lakini mtu fulani asifanye nini? Asiwe quoted. Si ni kweli? Wakati wale wanacheza wanapenda mambo ya mpira unachezwa sana, lakini kuna watu watakuwa highlighted. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Hata kunapokuwa na ile lipe ya dakika 11, kuna mchezaji ambaye anakuwa highlighted hapa na hapa na hapa na hapa. Na sisi katika huduma ya meza ya Bwana, kuna watu wawili walikuwa so much highlighted. Kwa nini walikuwa highlighted? Tunamwona Petro pande hii na Yudas pande gani? Tunapoangalia zaidi kulingana na vile nilikuwa nasoma historia, kati ya wale walikuwa wameelimika sana ni Mathayo ambaye alikuwa ni nani? Ni daktari, si kweli? Na pia mtu mwingine alikuwa ameelimika sana, alikuwa ni Judas. Yohana alipatiwa responsibility ya nini? Ya pesa. Alikuwa na hizo elimu na mambo kama hayo. Haya mambo yote alikuwa anaelewa. Petro kuna jambo ambalo alikuwa amefanya aweze kuchaguliwa. Lakini they all sat on the same table. They took the same bread. They took the same cup. And to make the matter worse, mimi hapa ni mimi namshughulikia. Ni kweli. Lakini siku hiyo aliyekuwa na washughulikia ni nani? Ni Yesu. Yesu angekuwa siku ya leo angeweza kututawadha miguu sisi zote. Nataka uimagine huduma hiyo ilivyokuwa. But now watu wale ambao wameangaziwa hapa, they are interest which one of us. Mwandishi mwingine akasema katika kitabu cha Lizao Pages, page 650, anasema the ordinance that points to Christ humiliation and suffering are designed to impress the heart of believers. Kila mtu, na ndio sababu kunakuwa na mambo ya revision. Kila mtu kiwa na mtihani, japokuwa wewe umejua mambo kiasi gani, you have to have a session for what? Si ni kweli? KCSE, KCP, exam yoyote lazima uwe na nini? Hata sisi kila wakati tunapokuwa na ordinance ama mambo kama haya meza ya Bwana, it is a revision. Kwa nini? Wakati waona Waisraeli walikuwa na hii siku iliyokuwa kubwa sana. Ilikuwa inaitwa nini? Sitajua ile ya Passover. Walikuwa wanakumbuka vile walivyokombolewa na mambo kama haya. Na nakumbuka mpaka siku ya hivi karibuni hata wakati huu wanafanya. Siku hii ilikuwa ni makumbusho ya yale ambayo yalikuwa yamefanywa. Na Yesu Kristo alipokuwa anaondoka, lazima angefanya haya mambo yote hivi kwamba watoto wake iwe kwamba ni kumbusho. Mwandishi mwingine akasema the Holy Communion is not a formality. It is a judgment. It is a judgment hour of the soul. Hii mambo yote inakukumbusha kuna hukumu. Unapoiona hapa ni nini? Sisi wenyewe tunafanya nini? Kwa sababu lazima tuweze kujihoji. Hii ni hukumu. Wewe mwenyewe
mimi na mwingine tunahukumiwa kwa kuweza participate katika hii ordinance. Lakini wewe na mimi uko pande gani? Uko pande ya Judas ama uko pande ya Peter? Mwandishi hapa akatuambia tunaposoma katika kitabu cha Mathayo 10:1-8, kitabu cha Timotheo wa kwanza 6 mstari wa 10 na kitabu cha Mathayo 15 mstari wa 8. Mwandishi tukianza na Mathayo anasema kwamba japokuwa Mungu ama Yesu alikuwa ni Mungu, alikuwa anajua kila kitu, lakini alipokuwa anapatiana hii huduma kama tunavyosoma katika kitabu cha Mathayo, aliweza kuhudumia kila mtu, hakuweza kubagua yeyote. Na vile tunavyosoma katika kitabu cha Mathayo, hawa watu wote waliweza kuponya wafu, waliokuwa wana wagonjwa, ama wanasema waliweza kutibu watu na wakafanya, isipokuwa Petro na Judas. Tunasikia kitu kama hicho, lakini wote waliparticipate katika mambo ya uponyaji, mambo ya mengi sana iliyokuwa inaendelea. Kwa hivyo Mungu aliwapatia, ama Yesu Kristo aliwapatia kama wanafunzi wake hiyo kazi yote. Hata sisi hapa kanisani tumepatiwa ujumbe tuweze kusambaza hii dunia. Lakini kama mwandishi anavyosema Mathayo 15 mstari wa 8 anasema, lakini tunaweza soma Mathayo 15 mstari wa 8. Mathayo 15 mstari wa 8 inasema nini? Ndugu Diu, unaweza tusomea tafadhali 15 verse 8. Biblia inasema Biblia takatifu inasema hivi, watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Simamia hapo. Biblia inasema nini? Watu hawa wananiabudu kwa nini? Kwa hivyo hata wanafunzi wa Yesu Kristo walipokuwa wanafanya haya mambo yote, wanahusika katika mambo ya Pasaka na mambo kama hayo, kuna watu roho zao zilikuwa wapi? Zilikuwa mbali. Mimi ilikuwa inaonekana hapo, lakini roho zilikuwa wapi? Lakini Yesu Kristo, I think he's so civilized, hakuweza kuwabagua. Alikuwa anajua haya yote, lakini hakuweza kubagua hata mmoja. Mwandishi mwingine Timotheo ama Timotheo wa kwanza 6:18 6 mstari wa 10 inasema nini? Biblia inasema hivi, maana shina moja, maana Timotheo wa kwanza 6 mstari wa 10. Biblia inasema hivi, maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha, ambayo maana shida moja ya nini? Shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha. Simamia hapo. Mimi naona wakati, kwa sababu lazima iwe ni mitume waliweza kupatia na haya mambo yote. Yesu Kristo alikuwa anajua roho ya nani? Ya Judas. Si ni kweli? And when he was appointed to be the treasurer, Yesu alikuwa na nguvu ya kusema hapana, unaweza patia haya wengine lakini msifanye nini? Lakini japokuwa Yesu Kristo alikuwa anajua kwamba ana hiyo udhaifu, alisema nini, nimechagua mambo ilivyoendelea. Alifanya nini? Nataka tuone roho ya Yesu Kristo vile ilivyokuwa. Ama mwaliko wake hauna ubaguzi wowote. Mwandishi anaendelea kuonyesha hivi, Yesu aliweza mpaka kumwosha Judas. Japokuwa alijua haya mambo yote, kashfa nazo zote, mambo ya kupenda fedha, roho yake haikuwa hapo na nini, lakini hakuweza kumbagua. Kama tunavyosoma kitabu cha Yohana 13 mstari wa 14 mpaka 15. Aliweza kuwasafisha nini? Aliweza kuwapatia divai na kuweza kuwapatia mkate. Lakini kitabu cha kitabu cha Luka 22
mstari wa 22 kuna mambo ambayo tutaweza kusikia ambayo Yesu aliweza kumlenga Judas. Alimwambiaje? Kwa kuwa mwana wa Adamu aende zake kama ilivyokusudiwa, lakini ole wake mtu yule amsalitie. Sasa sijui kama ameshaifika pahali hata kwa shule. Mwalimu anajua ulifanya, mlikutana, umetoka nje. Sana sana watu wale walikuwa boarding school. Anasimama hapo, lakini tunajua kuna watoto wengine ambao wanaonekana huko barabarani wakati wa klasi. Na unajua kuna mwingine anafanya nini? Wewe mwenyewe ndio unakuwa pointed out. Yesu Kristo alikuwa anajua haya mambo yote. Na alijua kwamba kati ya 12 najua roho zao zote, lakini kuna mmoja atafanya nini? Atanisaliti. Haya yote aliweza kujua. Na hii ndio tofauti kati ya Petro na Judas. Mpaka wakasema mpaka yule mtu tutaweza kuchukua mkate pamoja ndiye atafanya nini? He gave all the evidence. Na uzuri ya Yesu hakusema ni nini. Si hata walianza kusema ni mimi. Mpaka pahali Yesu akasema si umesema. What was he after? Was he after condemning him or not? Kwa sababu angesema mara ya kwanza, na wewe Judas utanifanya nini? Lakini alijaribu kumficha, akamficha na namuongelesha kwa njia ya umbali sana. Lakini hakuweza kufanya nini? Hakuweza kupokea maonyo Yesu Kristo. Sorry? Okay. Tunapoangalia haya yote inasema nini? Japokuwa Yesu anajua kila weakness ya kila mtu, tumeweza kuhusika katika meza ya Bwana. Kila kitu tumefanya. Pengine unaweza ona kama Judas alikuwa ni peke yake. Unaposoma katika verse 24 inasema nini? Nataka uone roho zao vile zilivyokuwa. Japokuwa wanakuwa na hudhuria meza ya Bwana, Yesu ndiye alikuwa anaweza kuwapatia. Verse 24 inasema nini? Luka 22:24. Yakatokea mashindano kati yao. Simamia hapo. Ikatokea nini? Mashindano yao. Inatokea wakati wanapendana ama hawapendani. Endelea, anasema nini? Yakatokea mashindano kati yao. Kwamba ni nani anayehesabiwa kuwa mkubwa. Sasa sikiza, hawa ni watu wako katika meza ya Bwana, lakini hata haoni vile Yesu Kristo anafanya. Mpaka ndani yao kuna nini? Huyu anajisikia ako hapa, huyu ako hivi, huyu ako hivi. Mashindano iko ndani ya nani? Na wakati huo katika meza ya nani? Wacha tumsikie mpaka Petro vile alikuwa anafanya. Hebu enda 31 tusikie Petro naye alikuwa anafanya nini. 31 inasema akasema Simeoni, tazama, Shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama vile ngano. Endelea mpaka 34. Lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitindike, nawe utakapoongoka waimarishe ndugu zako. Akamwambia, Bwana, ni wapi pamoja nawe? Mimi ni tayari kwenda gerezani au hata kifoni. Simama hapo. Karakta nyingine imeondolewa. Tumeona sasa ni watu type 3. Ya kwanza ni Judas. Tumesikia story yake. Wale wengine tulikuwa tunafikiria walikuwa wasafi sana, who are not mentioned. Kati yao walianza kuleta ubishi. Mimi ndio mkubwa. Yesu akasimamia hapo. Sasa mwingine, Roho Mtakatifu analeta karakta ya 3. Alikuwa ni nani? Ni Petro. Ati najua shetani amefanya nini. Kwa hivyo yule mtu alikuwa behind all this alikuwa ni shetani. Ni kweli ama si kweli? Na Yesu Kristo akasema ninawaombea msifanye nini? Naye Petro alikuwa mtu wa kifua. Alikuwa amejiamini sana. Hapa najua kuna watu ambao wamejiamini mpaka kuongea anafanya nini. Najua hakuna kitu kama hicho kinafanya nini. Imagine saa hizo Petro anabishana na Mwokozi ama Mungu aliyemuumba. Anamjua kabisa mpaka DNA, kila kitu anajua vile aliweza kukifunganisha. Kamwambia na wewe utanifanya nini? Utanikana. Hapana, mimi siwezi kukupaka. Mimi najijua. I know myself. Hata kama ni gereza itafanya nini? Na ujue ilikuwa ni kweli. Alikuwa amebeba nini? Si alikuwa amebeba panga. Alikuwa anajijua kabisa.
hata hiyo yote ingine ikishindikana nitafanya nini? Hata kama ni vita itatokea tutafanya nini? Last week kulikuwa na vita huko Nyahururu. Tulisikia hiyo mambo ilifanya nini? Nataka tuone baadhi ya watu wale walikuwa katika meza ya Bwana vile walifanya nini. Saa hizo Petro hakuwa ameacha nini panga huko mbali. Alikuwa na nini? Na imagine kati yetu hapa kuna wengine wana nini na nini na hakuwa natisha. Hata kama ni hata afadhali nikulinde nipelekwe ndani, lakini hakuna kitu inafanya nini. Hiyo ilikuwa na hali ya Petro. Nataka tuone the type of characters walikuwa hapo. Lakini tunajua wakati Yesu Kristo alipokuwa anashikwa, Petro alidemonstrate kwamba mimi ni yule Petro nifanya nini? Kama ulikuwa unaona kama Yesu nakosea, nataka kukuonyesha kweli, hata afadhali niende ndani, lakini sifanya nini? Alichukua panga yake akafanya nini? Akakata. Lakini ile somo aliweza kupata ilikuwa nyingine. Baadaye Yesu Kristo alikuwa nafikiri nikimkata Yesu Kristo ataruhusu malaika waje wanisaidie tufanya nini? Lakini Yesu Kristo alienda akaangalia chini, akachukua hiyo nini ilikuwa imekatwa, akafanya nini? Unafikiri Petro alionaje? Hata kama ni wewe ufanye jambo alafu huyo mtu ulikuwa nataka kusave ama kusaidia afanya mambo mengine, hilo jambo liweza kufanya nini? Lakini cha kushangaza ni hivi. Kitabu cha Yohana 13 mstari wa 30 ndio ina mark the difference between Peter na Judas. Soma 13 verse 30. Biblia inasema hivi, basi huyo akiisha kulipokea lile tonge, akatoka mara hiyo, nako kulikuwa ni usiku. Simamia hapo. Nani huwa anazungumziwa? Ni Petro, ni nani ama ni Judas? Walipomaliza hivi, hata kubakisha ama alifanya nini? Pengine kuna jambo liweza kumfanya nini? Pengine aliumwa sana aliposikia mpaka niye ataweza kumsaliti. Akasema hapana, hii siwezi, hata ameniaibisha kwa watu wote, wacha mimi nifanye nini? Na hiyo it marked his fate. Wakati unaondokea Yesu Kristo hivi, shetani ana take over. Ni kweli ama si kweli? Immediately the devil took over. Mafikara yake kila kitu yakaongozwa na nani? Lakini Petro ambaye alikuwa amesema na shida zake zote, walibaki pamoja na nani? Walibaki pamoja na Yesu. Mwandishi mwingine akasema hivi katika kitabu kinachoitwa The Salvation, anasema Christ knew the heart of Judas, yet he washed his feet. Infinite love was shown in the very act which Judas was plotting to betray. Yesu Kristo alikuwa anajua kila kitu. Hata alijua vizuri sana huyu ameondoka kufanya nini. Kuna zile mambo za hela na nini ameweza kuandaliwa. Lakini Yesu Kristo japokuwa anajua haya mambo yote, hakufanya nini? Hakuna jambo aliweza kusema. Na ukumbuke Yesu Kristo, nataka tuangalie hapa. Wakati Adam and Eve walipokula tunda, Mungu alikuwa na nguvu ya kutuma malaika wasifanye nini? Ni kweli ama si kweli? Si alikuwa na nguvu ya kufanya nini? Wamedanganywa, anaona wakidanganywa Eve wakipelekea tu na mambo kama hayo. He had the capacity ya kusimamisha nini? Lakini Mungu ni mwema sana. Hata Judas alipokuwa natoka, Yesu Kristo angesimama kwa mlango amfungie, pana uende, najua hilo inafanya nini. Alikuwa na nguvu ama hakuwa na nguvu? He had even the power to immobilize him. Anajua mishipa yake na nini. Kama alikuwa anafufua wafu, alikuwa anafanya asionekana na mambo kama hayo. Hata Judas alipokuwa natoka, angeweza kusimamisha mambo yasiendelee. Lakini kwa sababu Mungu hataki kuinterfere na your choice. Wanasema my dress my choice. Ni kweli. Hakuna Mungu wakati atakuja abadilisha ile amefanya nini. Jambo lile umeamua, Mungu atakufanya ufanye nini? Uendelee nalo. Uamuzi aliyotoa ama aliyouchukua, it seals his fate. When Judas went out from the presence of Christ, he passed from light into darkness of unbelief. Na hapo mambo yake ikaishia. Japokuwa aligairi hapo baadaye, alipojua yale yote yamefanya, kugairi kwake kulikuwa kama kwa shetani. Kwa sababu shetani alipotoka huko juu mbinguni, alipoachiwa hapa, alikuwa hata yeye anafikiri kwamba atarudi huko juu mbinguni. Lakini cha kushangaza ni hivi, kugairi kwake ama his repentance in quotes
ilikuwa hivi amiliki hiyo mali, lakini si kwa sababu ya utakatifu wa nani? Wa Yesu Kristo. Hata Judas kutupu kwake kulikuwa kwa sababu ameona repercussions ya mambo ambayo amefanya nini? Amefanya. And that marks difference between Petro na Judas. Petro, tunaposoma katika kitabu cha Mathayo 26 mstari wa 35, Peter did not know his own weakness. Japokuwa mimi najijua kama mbogo ama mwingine, kuna mambo ya undani sana mimi sielewa, Mungu anaielewa. Wakati Daudi alikuwa selected, wakati Samuel alikuwa amena nyumba ya Jesse, aliletewa vijana wote 7, akasema sio huyu. Wakati Daudi alifikiwa akasema nani? Kwa hivyo Mungu anatujua zaidi. Alikuwa anajua Petro na anajua upungufu wake, lakini uzuri ni hivi, japokuwa alikuwa na huu upungufu wote, alikuwa amekubali Yesu Kristo aweze kutawala maishani mwake. Kwa sababu tunaposoma katika kitabu cha Luka 22 verse 57, 58 na 60, tunasikia Petro aliyekuwa ni shupavu sana akasema nitakufa kwa sababu yake. Aliulizwa na mjakazi, na huyu mtu huwa tunaona kama wanaenda na yeye, akasema mimi hata sijaimfanya nini? Ama ninakosea? Mimi sijai hata fanya nini? Muona. Ya mwisho alipoambiwa hivi, kwa sababu Mungu ni mkarimu na mwenye heri sana kwetu, mara ya mwisho alipomkana Yesu Kristo, kwa sababu alikuwa karibu na Yesu Kristo, Disalvages inaeleza vizuri, Yesu Kristo aliweza kuangalia hivi nyuma hivi, naye Petro wakati huo wakaangalia na nini? Macho ya Yesu Kristo, na Petro ikafanya nini? Ikaweza kuangaliana. Now, unlike Judas aliyekasirika akaenda, Petro alifanya kitu kingine. Hebu soma Luke 22 verse 62. Biblia inasema hivi, akatoka simamia hapo. Alifanya nini? Akatoka nje. Judas alitoka nje ama kutoka nje? So there something that is common between them. Judas alitoka nje, hata nani alifanya nini? Petro alitoka nje. Si hata Petro alitoka nje? Naam. Lakini alienda kufanya nini? Endelea. Akalia kwa majonzi. Sikiza hapo. Akafanya nini? Alilia kwa nini? Judas alipotoka, ile hali yake ya pesa iliweza kumfanya nini? Akaweza kumsaliti Yesu, akapatiwa hizo hela zote. Lakini kutoka kwa Petro, kutoka pale alipojua vile amefanya Mwokozi Yesu Kristo, wote walikuwa wenye dhambi. Wengine wanataka ukubwa, wengine ni wanapenda pesa, na huyu anasema nitafanya hivi, mpaka alikuwa ameua. Mwandishi mwingine akaniambia, ama mhubiri mwingine akasema, wakati Petro alipokuwa anakata huyu wa kuhani hapa, hakuwa ametarget kumkata sikio. Alikuwa ametarget wapi? Ni kweli ama si kweli? Kwa hivyo baadhi yao kulikuwa na watu wauaji. Alikuwa ametarget kukata nini? Huyo kijana alipoona hivyo akaswe hivi, ikapitia wapi? Acha nikuambie, hata kama angemkata shingo, Yesu Kristo angechukua kichwa chake afanya nini? Anaweza kukirudisha. And that's the time when Peter came to realize the person he was dealing with. Na yeye mwenyewe akajiona udhaifu wake, akajiona vile anahitaji Yesu Kristo zaidi ya vile alikuwa amemhitaji hapo mbele baadaye. Na ndiyo sababu alipojiona pale Yesu Kristo ako, nguvu zake pale ziliko, na pale yuko wakati huo amefanya dhambi, ameua na mambo kama hayo, hakuwa na jambo lingine, aliweza kulia. Akamwambia Mungu, nimeweza kujua yale mfanya nini. Na ndio sababu Yesu Kristo alipofufuka, walipokutana katika, it was in the sea, akaambia Petro, unanipenda? Ninakupenda. Mara ya pili, Petro, unanipenda? Ninakupenda. Mara ya tatu, Petro, unanipenda? Hata wewe Mwokozi unajua ninakupenda. Kwa nini unaniuliza hii mambo yote? Ilikuwa ni dhihirisho kwamba japokuwa alikuwa mtu kama wewe ama mtu kama mimi, full of weaknesses, who participated kwa meza ya Bwana, walikuwa ni wapungufu kama wewe, kama mimi na kama mwingine. Lakini
your decision to stick with Christ, uweze kuona dhambi zako ziweze kuziacha, that mark the difference between Judas na Peter. Mwandishi anaendelea kusema hivi, the Holy Communion is not for the perfect, but the people who want to be perfected. Saa zingine tunaweza kuta tuna shida hii na hii na hii na hii na hii. Na ndio sababu hili jambo Jesus made sure kwamba litakuwa likija as often as possible. Wewe mwenyewe unajua kuna judgment. There is a time, siku itafika hatutakuwa na second chance. Itafika wakati mmoja kama ilivyofanyika kwa Judas. Sijui wewe ama mimi ama mwingine, pengine ndio itakuwa meza yangu ya mwisho. Tujui maybe wewe ama mtu mwingine. Hata kwa Judas hakuwa anajua kwamba hiyo that's the last opportunity. Na sisemi hivi ili niweze kuwastua ama niweze kuweka hofu wa manini, lakini kuna wakati unacheza na mambo inakuwa ni mara yako ya mwisho. Ni vizuri wewe na mimi tuweze kujihoji tunaposhiriki katika meza ya Bwana, tuweze kujua hii kwamba ni hukumu. Sisi wenyewe tunajihukumu. And what matters most ni vile Roho Mtakatifu kwa kila mmoja wetu vile ambavyo ataweza kukuguza. Hata ukijua una dhambi zako, usiweze kukaa nazo sana. Sema hivi, kama vile Petro alifanya, akalia, akamwambia Mungu, nimejua nimefanya hii na hii na hii. Naomba nguvu zako. Nilikuwa nimejiamini sana kwamba naweza shindana na dhambi zangu, lakini nimejikuta kwamba sikuwa najielewa. Na ndio sababu tuweze kusoma kitabu cha Luka 22 mstari wa 19 hivi tuweze kumalizia. Biblia inasema akatoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa akisema, huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Amen. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. So anytime tunakuta meza ya Bwana hapa, inastahili kuwa ni ukumbusho wa nini? Wana wa Israeli walipookolewa kutoka Misri, walikuwa na kumbusho wakati wa Passover. Kila wakati, mpaka wale Wayahudi wa siku ya hii wana hiyo kumbusho. Na sisi tukiwa hapa duniani, wakati kuna hii meza ya Bwana tunapoipata hapa, iwe ni kumbusho kwamba Yesu Kristo anatuhitaji. Japokuwa roho zetu ni ngumu sana, anatukumbusha kwamba kati yetu sisi wote kuna Judas na kuna nani? And I'm so happy kwamba God was very fair, Jesus was very fair. He gave us two extreme example. Judas na nani? Wewe utachukua kuwa Judas ama utachagua kuwa Petro? Ni jambo lako. Tunapohusika katika meza ya Bwana, tuweze kujiuliza haya mambo kimoyo, na kama vile tunavyosoma katika kitabu cha Korintho 15 mstari wa 28, let every man examine himself. Wewe mwenyewe, mimi na mwingine tuweze, let us examine ourselves. Uweze kujihoji moyoni mwako, ninashiriki na hii dhambi ambayo imenikolea. Mungu nipatie nguvu niweze kushinda hii dhambi, na niweze kuwa jambo la kuweza kufanya wengine waweze kukujua, na Mungu aweze kutubariki. Baada ya mahubiri tutasimama na wimbo 121 tukiongoza. Tuweze kusimama sote. Katika mwenye dhambi sing. Katika mwenye dhambi mimi Amen.
Hebu tuweze kupata ombi na tuweze kujitayarisha, tuweze kutawadhana miguu na tuombe. Baba, tunakuja mbele zako. Umetukumbusha tena mambo ya meza ya Bwana, na liweza kufanya hayo iwe ni kumbusho kwetu kwamba kuna hukumu iko mbele yetu. Tumesikia vile Yesu Kristo alivyokuwa na wanafunzi wake na vile alivyofanya huduma hii. Yeye mwenyewe aliweza kuwahudumia wanafunzi wake ambao walikuwa na roho tofauti. Tumesikia kunayo Petro na kuna Judas na wale wengine 10. Wote walikuwa na hali yetu sisi wanadamu, walikuwa wenye dhambi, wenye shida hapa na pale, walikuwa wamejiamini sana kwamba wataweza kushindana vita ya roho kupitia kwa njia ya mwili. Lakini yale yote uliweza kuyafanya ilikuwa ni dhibitisho kwamba ulikuwa unawafahamu, ulikuwa unaelewa na unajua udhaifu wao. Shida ni vile ambavyo tunavyochagua kufanya mambo ambayo sio mazuri. Una nguvu ya kuweza kusimamisha hayo, lakini kwa sababu ni sisi tumejichagulia, hakuna jambo lingine ambalo unaweza kulifanya. Tumesikia vile Judas uamuzi aliyotoa uliweza kumwangamia, na tunasikia vile Petro uamuzi aliyotoa, japokuwa alikuwa amefanya hayo yote, lakini aliweza kujitoa moyoni mwake, akaweza hivi kwamba uweze kumtakasa na uweze kumkubali upya. Tusaidie tuwe kama Petro, na hivi kwamba tuweze kuona shida zetu, mambo ambayo tunayo kwamba tunazo nguvu kushindana na mambo ya roho, tujue kwamba kupitia kwa nguvu zako ndio tunaweza kuwa washindi. Tunapoendelea na mipangilio ambayo ni ya siku ya leo ya kutawadhana miguu na kula mkate na kunywa divai, kuwa pamoja nasi, utatakase, utukubali upya, tusamee dhambi zetu, na hivi kwamba ibada yetu iweze kukubalika mbele ya macho yako. Kuwa pamoja nasi, na tunaomba katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen.